Watu wa Mungu, watu wa Mungu, naendelea na stori yangu ya maisha yangu mimi na Roho Mtakatifu. Basi kila siku nilikuwa nafanyaga meditation, naona inakuwa kawaida tu, hakuna vitu vinavyotokea au unavyoviona. Siku moja nikamwambia Roho Mtakatifu, mbona mimi katika hizi meditation zangu nazofanya sioni chochote, lakini nawasikia wenzangu wakisema mara wameona hivi, mara wameona hivi. Akaniambia, kwa hiyo wewe unataka kuona? Nikaambia ndiyo. Sasa nitajuaje kama hii meditation yangu kweli inafanya kazi mimi, kama kweli nimetengeneza utulivu wangu wa nafsi? Kasema, si umeona hata hivi unaweza kuhisi Roho Mtakatifu? Nikaambia bado, mi nataka nione zaidi, tena ikiwezekana nimuone hata Yesu katika utulivu wangu unapofanya meditation. Basi siku moja akasema sawa, ipo siku, wewe jiandae tu. Ikawa siku moja nimekaa mwenyewe nafanya meditation usiku, maana kabla sijalala nafanyaga pia meditation. Basi nimetulia, nikiwa naendelea katika ile meditation. Kule kwa mbali nikaona ile misalaba mitatu, misalaba ile aliyosulubiwa Yesu pale katikati na wale wanyang'anyi wawili. Basi nikawa napambana kule, nipo kwenye utulivu wa nafsi yangu inapambana ili niweze kufika hadi pale kwenye misalaba pale. Nikahangaika, napambana, lakini Bwana, sikufika. Nikaishia tu njiani, mara nikatoka katika ule uwepo wa meditation. Nikasikitika, nikasema yani ningetamani nifike pale ili nijionee ni nini pale naoneshwa. Basi nikasema Roho Mtakatifu, asante sana, kweli meditation yangu inafanya kazi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na kumotivate leo hii, kama umeingia kwenye maisha ya kiroho, unataka kuamka kiroho na umeanza na kufanya meditation, usikate tamaa. Ipo siku utaona jinsi gani ambavyo kweli umetengeneza utulivu wako wa nafsi. Mungu anatupenda.